shetani. You know, that difference is the power of God that the church of God needs. Blessed be the name of the Lord. But there is also need to jua mapenzi ya Mungu ni nini. Neno la Mungu linasema nini? Ni mambo gani ambayo sheria haiwezi kunifanyia? Ni mambo gani ambapo nikimkubali Yesu Kristo nitaweza kuyatenda? You have to know that. Hallelujah. So, neema ya Mungu inatufundisha, yani sheria inatufundisha what is right or wrong. Kwa maana neno la Mungu is very open. Mungu amehukumu kupitia neno lake wale watenda maovu. Lakini sasa tuko katika ulimwengu ambao umejaa watu wanaotenda maovu. Tutafanya nini ili kujinusuru? Ni lazima tuwe na Mungu atakayetusaidia ili tuweze kuvuka kutoka katika ulimwengu huu ambao unatawalwa na shetani, ambapo mawazo ya watu ni maovu, wanafikiria mambo ya dunia. Lazima tuwe na Mungu anayetuondoa katika level ile, atuweke katika kiwango cha kuweza kushinda dhambi, na kiwango kile ndicho kiwango cha neema ya Bwana. Blessed be the name of the Lord. Kwa hivyo ijapokuwa neno la Mungu linatuonyesha ama sheria inatufundisha makosa, inatufundisha dhambi na inatuhukumu, wakati mwingine tunajihisi tumeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, hatujui tutakavyofanya nini. Kunahitajika neema ya Mungu itakayokuinua, itakayokuonyesha Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi za mwanadamu, ili wewe mwenyewe you accept yourself. Unajua kuna watu wakati mwingine unapofanya kitendo ama unapofanya kitu ambacho hakimpendezi Mungu, jambo ile conviction, ule msukumo wa shetani wa condemnation unakusukuma mpaka unaacha Mungu kabisa, kwa maana unajiona hawezi. Unahitaji neema itakayokuondoa katika hali ile, manake matendo ya sheria haiwezi kukukomboa, bali kunahitajika Mungu atakaye kuinua na kukufundisha kweli. Ulianguka ni kweli, lakini hautakaa pale. Unahitaji kuinuka, ukiri mimi nilitenda dhambi, nilienda kinyume na Mungu, lakini ninahitaji Bwana. Blessed be the name of the Lord. That is now the work of grace. It's the work of grace. Inakusaidia hata kama tunaona fulani amefanya dhambi na anafaa kupigwa na mawe, kama yule mama aliyeshikwa katika usherati wa Mafarisayo, wakamletea Yesu wakamwambia sheria inasema mtu kama huyu apigwe na mawe hadi akufe. Yesu Kristo akawatazama. Nataka kukuonyesha tofauti ya sheria na neema. Yesu Kristo akawatazama, yeye ni Mungu, anaona dhambi zao, anaona vile wanavyomchukia, wanaona vile wanataka kuona raha wakimuua kwa sababu ya dhambi. Kwa maana sheria inasema ua, lakini neema inasema nini? Okoa. Blessed be the name of the Lord. Akamwambia yule mtu mwenye hajawahi fanya dhambi afanye nini? So what happened? Walitoka wote, kulianza yule mkubwa mpaka yule mdogo wao. Kitu kimoja nilikuwa ninafikiri, hawezi kufanya usherati peke yako. Unaweza? Jirai. Walikuwa na mtu, lakini hawakuleta huyo mtu, walileta mama peke yake. Hivyo ndivyo sheria inafanya. Sheria inakufinya ukiwa peke yako, inamuondoa Mungu anayeleta wokovu. Inakunyonga, inakufanya ukose tumaini. That is why you need the grace of God. That's why you need faith. That's why you need to speak. Unasema Mungu, mimi hili naamini, mahali nimesalia kuamini, Roho Mungu anisaidie. Kuna mtu mmoja alienda kwa Yesu akamwambia hivyo, ninaamini, mahali ambapo sasa siamini, nawe nisaidie. Blessed be the name of the Lord. Yani sheria inaleta attitudes za judgmental.